Yo, mambo vipi? Natumai uko poa kabisa. Leo ni siku nyingine tena njema kabisa. Na leo hii ndani ya Malsedi tumekuletea mwendelezo wa movie yako pendwa kabisa ya Merlin. Tupo sehemu ya 43 na kwenye video hii tutapiga sehemu ya 43, 44 na 45. Usahau subscribe ili kupata recap kali na series kali za movie kali zinazotoka ndani ya Malsedi. Na kwa upande wa series, nyinyi wenyewe mtatuambia ni movie gani nyingine ifuate ya zamani kidogo ambayo mnaitaka baada ya Merlin kuisha. Dondosha comment hapo chini. Bwana, sehemu ya 43 ilikuwa inaitwa Athiusa. Kuna jamaa anaitwa Julius Borden. Leo ameingia kwenye ngome ya Drills na kuiba kipande cha funguo na anafanikiwa kukiunganisha, na sasa bado kipande kimoja ili funguo ile ikamilike na kufanya kazi ambayo amekusudia yeye. Kipande cha tatu kilichobaki kipo Camelot na anaenda huko pia. Anakutana na Garius ambaye alikuwa ni rafiki yake wa zamani kidogo na anamuomba msaidie kutafuta kipande cha tatu cha funguo ile ambayo ilikuwa inaitwa Triskelion, ufunguo wa sehemu ambayo yai la Dragon limehifadhiwa. Yule Garius anakataa kumsaidia kwa sababu anamjua Julius kwamba ni mtu ambaye anatamaa sana. Huenda akipata yai lile atalitumia kwa maslahi yake binafsi. Merlin aliwasikia wakiwa wanazungumza. Merlin anamlalamikia Garius kwa nini hajamsaidia, anataka kumsaidia. Anaenda kwanza kumuuliza Dragon na Dragon anamwambia ndio yai hilo lipo na ni nafasi yake ya kuendeleza kizazi cha Dragons na anaahidi kumsaidia, ila inabidi akaibe funguo kwa Arthur. Akiwa anatafuta funguo anadakwa na Arthur, ila anajifanya alikuwa anatafuta panya. Baadaye Arthur akiwa kwenye kikao, Merlin anatumia uchawi kuvua Arthur suruali na anajifanya anaenda kumvalisha yeye, kisha anafanikiwa kuondoka na ufunguo ule. Yeye na Julius wanafanikiwa kuiba kipande kile cha tatu na wanafanikiwa kukiunganisha, lakini Julius anamgeuka Merlin na kumzimisha na anamwacha pale nje. Merlin anaamka asubuhi anajikuta yuko chini tena nje ya sehemu ambayo imetoka kuibiwa. Haraka anaamka na kukimbia kwa Arthur, kisha anarudisha funguo ile ambayo aliiba. Baadaye wanagundua kilichotokea, ila Garius anajua Merlin ndiye aliyemsaidia na Arthur anaagiza Julius awindwe na akalitafute yai lile na kuliangamiza kabisa. Asubuhi msako umeanza. Merlin anatumia uchawi kumtrack Julius na anawaonyesha njia. Siku inayofuata Merlin akiwa anapika, Julius anatumia manati kurusha ndani ya chakula sumu hatari, na asubuhi yake Merlin anaamka na kushangaa watu wote wakina Arthur pamoja na Nice wengine hawajaamka na wapo kwenye hali mbaya sana. Ndipo anapotumia uchawi kuwatibu, ila yeye anawaacha pale wakiwa wanaendelea kupona na yeye anamwahi Julius. Julius anaingia na Merlin yupo nyuma yake, lakini wakati Julius anaingia anakutana na kizaazaa sababu jengo lile lilikuwa lina mitego ya kichawi. Anakutana na uchawi ambao unamtupa chini. Merlin anafika na anamkuta Julius yupo chini. Anafika kwenye eneo yai lilipo, ndipo Julius anaamka na kumdondosha Merlin chini. Merlin anatumia kimbola chake na anampiga Julius. Julius anatupwa mbali, anaenda analichukua yai lile na kisha anaondoka kwenye jengo lile. Alipomaliza kuchukua yai tu, jengo zima likaanza kuporomoka. Hivyo inamaanisha Julius ameporomokewa na jengo lile. Merlin anatoka nje na analihifadhi yai lake kwenye mkoba. Ndipo Arthur na Nice wengine wanapotokea, wanamkuta Merlin tayari ameshamaliza kila kitu na anaona jengo likiwa linaporomoka. Hivyo wanaacha kumfuatilia Julius au kufuatilia yai lile, wakiamini kwamba Julius pamoja na yai lile wameangamizwa na maporomoko yale ya jengo lile. Merlin anapeleka yai lile kwa Dragon, anatumia nguvu za Dragon Lord kulitotolesha yai lile na Dragon mweupe anatokea na Merlin anamuita Athiusa, na huo unakuwa mwisho kwa sehemu ya 43. Sehemu ya 44 ilikuwa inaitwa His Father's Son. Leo Merlin anawekwa kama mtego na anakimbizwa na manyemera na wanafanikiwa kumdaka, ila wanajeshi wa Camelot wanatokea na kumsaidia. Arthur anawakamata wote na kati yao alikuwa mfalme Saelion, na Agravain anamshauri Arthur amwangamize ili iwe fundisho kuhusu watu wanaoingia Camelot bila ruhusa, lakini pia kuonyesha jinsi alivyo mbabe na mwenye msimamo kama baba yake. Arthur anafikiria sana kuhusu ushauri wa Agravain. Merlin anamshauri asifanye hivi, lakini Arthur hamsikilizi Merlin. Anaamua kumwangamiza kabisa Saelion. Baada ya kumwangamiza Saelion, wanarudi Camelot na Agravain anamuona Arthur akiwa na Guinevere, hivyo anaumia sana na kuona wivu. Huku mke wa Saelion ambaye ni Malkia Anis ameletewa mwili wa mume wake, anaumia sana na anatangaza vita na Camelot. Agravain anaenda kumshauri Arthur kuachana na Guinevere kwa sababu yule ni kijakazi na anashusha brandi ya ufalme. Sasa Arthur ameonekana kubadilika sana, asikilizi uamuzi wa mtu yoyote isipokuwa wa Agravain na amekuwa mkali sana. Morgana anakutana na Malkia Anis na anaahidi kumsaidia. Arthur anakutana na Guinevere na anamwambia waachane, kwani haiwezekani yeye kumuoa kijakazi. Guinevere anaumia sana ila hana namna. Siku ya vita imekaribia, lakini Arthur ameanza kujutia maamuzi yake aliyofanya baada ya kushauriwa na Agravain kumuua Saelion, na leo vita ipo Camelot. Usiku anatoroka na anakutana na Malkia Anis na kumuomba msamaha. Merlin alikuwa anachungulia yote ila naye anadakwa, na Arthur anashangaa Merlin anavyojali sana kuhusu yeye. Malkia Anis na Arthur wanakubaliana jambo moja.
mmoja, wanakubaliana pambano la mtu mmoja mmoja, yani Camelot itoe shujaa mmoja na Malkia Anis naye atoe shujaa mmoja, wapigane. Arthur akishinda basi hamna vita, Malkia Anis akishinda basi ataichukua Camelot yote. Arthur na Merlin wanarudi kwenye kambi yake na anaamua kujitoa yeye kuwa shujaa wa Camelot atakayeenda kupigana na shujaa wa Malkia Anis. Morgana anaona hii ndio fursa yake ya kumwangamiza Arthur ili yeye auchukue ufalme wa Camelot. Agravain anaiba upanga wa Arthur na kumpatia Morgana, na Morgana anauwekea uchawi. Siku ya pambano imefika, Arthur anaonekana kushinda, ila Morgana anaanza kutumia uchawi wake na upanga wa Arthur unaanza kuwa mzito na Arthur anaonekana kushindwa tena. Merlin anashtukia hilo na yeye anatumia uchawi wake kwa yule nyemera wa Malkia Anis na upanga wa yule nyemera nao unakuwa mzito. Hivyo Arthur anafanikiwa kumdhibiti na kushinda pambano lile. Furaha kubwa Camelot na Malkia Anis na Arthur wanapatana tena. Malkia Anis anamzingua sana Morgana na kumlaumu kwamba yeye ndiye aliyopeleka kwenye vita isiyokuwa na msingi, na anamwambia yeye ni mtu mbaya sana na mwenye chuki na hafai kuwa malkia wa Camelot. Lakini Morgana anamwahidi Malkia Anis kwamba hatoacha kupambania Camelot na yeye atakuja kuwa malkia wa Camelot pale atakapomwangamiza Arthur. Arthur anarejea Camelot baada ya ushindi na anarudiana na Guinevere na maisha yanaendelea kama kawaida, na huo ndo unakuwa mwisho wa sehemu ya 44. Bwana, kama bado hujasubscribe na kukumbusha kufanya hivyo ili kuwa karibu na movie recaps nyingi na bomba ambazo zinakuja kila siku. Hapa ni Malsaid. Sehemu ya 45 ilikuwa inaitwa A Servant of Two Masters, yani mtumishi wa mabwana wawili. Merlin, Arthur na knights wengine wa Camelot walikutana na ambush njiani, na wakati wanapigana Merlin aliumizwa vibaya na Merlin na Arthur walitenganishwa na knights wengine, yani walipoteana kabisa na knights wengine wa Camelot. Arthur anaamua kumbeba Merlin ili kuingia kwenye maficho. Mbele wanavamiwa tena. Wakati huu Merlin akamatwa tena, ila Arthur anarudi Camelot yeye peke yake. Merlin ameletwa kwa Morgana na watu wale, lakini Morgana analalamika kwa nini wamemletea mtumishi na yeye alikuwa anamtaka Arthur. Agravain anataka kumwangamiza Merlin, lakini Morgana anamwambia asifanye hivyo kwani bado anaweza kuwa na matumizi kwao. Arthur amefika Camelot na cha kwanza ameagiza msako mkubwa kumtafuta Merlin. Morgana anamteza sana Merlin na anamwekea nyoka kichawi shingoni wanaoitwa The Foremost. Nyoka hawa wana uwezo wa kumcontrol mtu yoyote yule kulingana na alivyoamriwa na mchawi aliyemweka kwa mtu huyu. Hivyo Morgana anaamuru nyoka wale wamcontrol Merlin kumuua Arthur. Arthur na wanajeshi wanamtafuta sana Merlin na mwisho wanampata akiwa kwenye hali mbaya sana. Wanarudi naye Camelot na Garus anamshangaa Merlin kwani ameona Merlin amebadilika sana na kuwa na vitimbu vya hapa na pale. Asubuhi inayofuata Merlin anamuomba Garus amwambie ni sumu gani kali sana, na Garus bila kujua ni ya nani anaenda kupewa anamwambia kwamba Merlin sumu fulani ndio hatari zaidi, na Merlin anachukua sumu hiyo na kwenda nayo kuiweka kwenye chakula cha Arthur, na anaenda na chakula kile kwa Arthur. Ila kwa bahati mbaya au nzuri anamkuta Guinevere ameshampatia Arthur chakula kingine. Merlin anatoka kwa hasira sana na anatupa chakula kile kwa nguruwe. Merlin bado hajatulia kabisa, anatafuta mbinu nyingine ya kumwangamiza Arthur na anaipata. Anaenda kwa Salion na anamwambia ampe mshale ambao ni hatari zaidi, na anasema anaenda kumuua Arthur, lakini Salion anakuwa hamuelewi kwa sababu anadhani ni utani tu. Merlin anaenda kwenye chumba cha Arthur na anatega upinde hatari kwenye kabati la Arthur ili Arthur atakapofungua kuchukua nguo akutane na mshale ambao utamwangamiza. Nguruwe waliotupia chakula kile na Merlin wamekata moto, na Garus na Guinevere ashuka kwamba Merlin ana nia mbaya na mfalme kweli. Wanampata chumbani kwa Arthur na wanamkuta akijaribu kumwangamiza Arthur kwa upanga. Ndipo wanapomzuia, lakini Arthur anakuwa haelewi chochote kile. Na hii ni baada ya plani ya mshale kushindwa kufanya kazi. Baada ya uchunguzi, Garus anagundua uchawi aliowekewa na anafanikiwa kuuzima kwa muda, na anaonekana Merlin kuwa sawa, lakini baadaye hayuko tena sawa na anaenda kwa Arthur kumwangamiza. Achukua asidi kali na kuichanganya kwenye maji ambayo Arthur atayatumia kuogea, ila Guinevere na Garus wanaingia kabla ya Arthur kuyaogea maji yale. Hivyo wanamuokoa tena Arthur na wanamchukua Merlin kwa ajili ya kwenda kumtibu. Garus anamzima tena mdudu yule na Merlin anaamka. Garus anamwambia Merlin kwamba baada ya kuwazima wadudu wale ana siku moja kabla wadudu wale kufufuka tena na kuanza kumcontrol. Hivyo dawa pekee ni kuangamiza kabisa shina la nyoka wale. Merlin anaenda kwa Morgana na kujigeuza mzee yule ambaye anafahamika kama Emrys na anaanza kutafuta chupa ya nyoka wale wa kichawi. Morgana anamkuta na wanaanza kukimbizana na kupigana vimbola. Morgana anampeleka Merlin chini, ila anapotaka kumuua kwa kisu Merlin anashtuka na kumpiga kimbola Morgana na kumtupa mbali tena. Tunafahamu Morgana anamuogopa sana Emrys na hajui kwamba mzee huyu ndiye Merlin. Anamuomba msamaha sana Merlin, lakini Merlin anampiga kimbola kingine na kumtupa mbali, na anaenda kuchukua chupa ile kuangamiza kabisa nyoka wale, na sasa anakuwa sawa kabisa. Arudi Camelot na Garus anamalizia kumtoa nyoka aliyebakia shingoni kwake.
yake, na hapo anakuwa sawa kabisa na kurudi kwenye hali yake ya kawaida. Agrivi anaenda kwa Morgana na anamkuta Morgana akiwa kwenye hali mbaya sana, anamuokota na kwenda kumsaidia. Siku inayofuata Merlin yuko sawa na anarudi kwenye majukumu yake ya kumtumikia Arthur kama ilivyokuwa kawaida, na huo ndio unakuwa mwisho wa sehemu ya 45 na mwisho wa video ya leo. Asante kwa kuwa nami mpaka mwisho wa video ya leo, na kukumbusha kusubscribe kama bado hujafanya hivyo. Mpaka wakati mwingine, bye bye.